Nimetoka kijiweni na mazungumzo yetu leo yalikuwa ni kuhusu kesho yetu na kundi la wanaotuamini. Tumekubaliana kumheshimu sana anayetupa mchongo wa pesa. Maana hapo ni kama tumepewa upendo kwa mpenzi, heshima kwa ndugu na thamani kwa jamii. Kijiweni tumeambiana kuwa tusile chakula ambacho kimeshashikwa eti kisa tuna njaa. Ni heri tufe na kiu kuliko kuteketea na sumu kama kinywaji kilichopo mbele yetu. Kijiweni tumewaambia wana kama wameachoka mahusiano waondoke, ila wasisaliti. Tumefundishana somo la uaminifu kabla tujaelekezana namna kutumia kinga. Hakuna kulaumiana kwenye utafutaji, kuna makosa mengi kwa sababu sisi ni risk taker. Mwanetu ambaye kila siku yupo kijiweni, tumekubaliana kesho tumtafutie mchongo wa kufanya. Stories za wana kupata gono na UTI kwa demu wa one night stand up club. Stories za machizi kuamka na hangover bila hela ya supu. Leo kijiweni tumeulizana swali moja. Ikiwa dada zetu watapata wanaume wenye tabia kama zetu, je, tutafurahia? Jibu la hapana linamaanisha tubadilishe mwenendo wetu. Kijiweni tumekumbushana kiwango cha hasira zetu pale skanka zinapomwagika. Ziwe sawa na tunavyoumia mama anapokosa amani, pindi anapopungukiwa na hela ya kikoba. Sauti unayotumia za umbea wa kijana mwenzio kufumaniwa na mke wa mtu iwe ya kiwango hiko hiko muda ambao fursa imekuja mezani na unaojua wana wanaoweza kuipiga. Mwisho tumesisitizana hata nje ya kijiwe wana mkikutana hamna budi kusaidiana. Na nyinyi mnaochongeana kwa mabosi, uso wanaume, acheni ufala.